Halo, habari za wakati huu. Naitwa Edi, niko Mwanza. Kama mnavyoona, hii ndio dawa ya Mwanaume Shupavu. Hongereni sana wote mnaotumia dawa hii pendwa ya Mwanaume Shupavu. Hongereni wote ambao mnazidi kutoa mirejesho mizuri kutokana na jinsi dawa inavyowasaidia. Hongereni sana sana sana. Hii ndio dawa inaitwa Mwanaume Shupavu kama unavyoiona. Unaona kama unavyoiona, hii ndio dawa ya Mwanaume Shupavu kama inavyoonekana hivi. Hii ndio dawa ya Mwanaume Shupavu. Sasa leo nataka niwezee matumizi ya hii dawa, maana wengi wao wananifuata. Sasa mbona mimi nashindwa kuelewa, na waelezea lakini bado wanashindwa kuelewa namna hipi ya kutumia dawa hii. Sasa matumizi ya dawa hii yanaenda kama ifuatavyo. Na kikombe changu hichi hapa na kijiko changu kidogo kama unavyokiona. Hiki ni kijiko kidogo, sio kile cha chakula cha kulia wali. Haka ni kadogo. Kama unavyoona, hii ndio kijiko changu. Hii ndio jagi yangu ya maji. Nimechemsha maji yangu. Na hii ndio dawa yangu Mwanaume Shupavu. Ninachokifanya, nafungua hii dawa kama hivi. Kama hivi. Hapa nachota dawa yangu kama hivi. Ona, nadhani mnaona hivi. Hii ndio dawa ya Mwanaume Shupavu. Kishamaliza naweka kwenye kikombe changu ambacho ni kitupu. Hapo ni kabla sijaweka maji. Naweka. Baada ya hapo nafunga dawa yangu. Nachukua maji. Haya ni maji ya uvuguvugu, sio maji yaliyochemka kabisa. Kwa ni maji safi na salama. Nimeweka tu kidogo, mpata moto, nimetoa. Naweka kama unavyoona. Nadhani mnaona hata huo mvuke huo, nadhani mnaona mvuke. Haya. Hapa tayari nimeweka. Hapa ni nusu kikombe tu. Nakoroga dawa yangu. Ninakoroga kama unavyoona. Ninakoroga hivi. Naona. Hii ndio dawa yangu. Na nimekoroga hii hapa. Nadhani unaona. Hapa tayari nimeshakoroga dawa yangu. Nimeshakoroga vizuri. Kinachofuata ni kuinywa. Unaona? Sio lazima unywe hapo yote kwa haraka. Hapana. Unaona? Hii dawa ina ladha nzuri sana, nzuri. Najua dawa ni dawa. Inaweza ikawa ni kali kidogo, lakini dawa ni dawa. Ile lengo langu kuweza kutokomeza haya maradhi ya nguvu za kiume. Matatizo yote yanatokana na matatizo ya nguvu za kiume. Wewe kama unashindwa kumfikisha mke wako kileleni, unashindwa kufanya tendo la ndoa, unawahi kuchoka mapema, yaani wewe mume wako ni goigoi, unashindwa kufanya vizuri tendo la ndoa, unaona, ukiweka tu sekunde kadhaa umeshamwaga, uendelee tena. Kwa hiyo hii ndio dawa, ndio kiboko yako. Kabla hujaagiza dawa, unipe maelezo yote. Je, tatizo lako hili tatizo lako la nguvu za kiume inatokana na nini? Hizo unakuta labda una maradhi ya pressure, una kisukari. Ni lazima tu performance yako kitandani haitakuwa nzuri. Yaani hiyo ni lazima. Performance haitakuwa nzuri kabisa. Performance yako kitandani haiwezi kuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo hapo ambapo unatakiwa ufanye ni kutibu kwanza ile tatizo. Nitakutafutia dawa, nitakutania dawa ambayo itaenda kutibu tatizo lako. Aidha kama ni pressure, aidha kama ni sukari. Baada ya hapo nitakupa mlo ambao utakuwa unautumia
ili uweze kuondokana na changamoto hii na dawa iweze kusaidia na uweze kupona kabisa, uweze kuwa mwanaume imara na mwanaume shupavu kama dawa inavyoitwa mwanaume shupavu kama unavyoiona. Hapa tayari nimeshakoroga. Kifuatacho hapa ninakunywa. Naona kama hivi. Kama unavyoona, hii ndio dawa. Nakunywa tena hivi. Yaani so chungu. Ni ya kawaida tu. Kama hivi. Tena kama unavyoona, nakunywa tena. Hapa na kumaliza yote kabisa. Sasa hapa dawa nimeshamaliza. Na hiyo ni dawa nzuri sana. Yaani dawa nzuri ambayo ukinywa kwanza kwa sababu umeinywa, kwanza utaanza kusikia mwili wako kwanza unakuwa tofauti. Utaanza kusikia kuna kijasho chembamba kinaanza kutoka. Yaani utaanza kujisikia kwamba baada ya kutumia tunaanza kujisikia mwili wako unaanza kubadilika taratibu. Unaanza kusikia energy fulani kwenye mwili wako. Dawa nzuri sana. Usihangaike kutumia maviagra, usihangaike kutumia vumbi la mkongo, usihangaike kutumia madawa sweet cobra, black cobra, usitumie madawa mavidonge sio ya kuongeza nguvu kwa muda mfupi. Hayo yatakuletea madhara makubwa sana. Mwisho wa siku kama ni kijana unatumia madawa haya, itakufanya mwisho wa siku pressure uweze kupata pressure, uweze kupata kisukari, matatizo ya moyo, matatizo ya figo. Unapoenda kutumia haya madawa, baadaye utaona madhara yake. Lakini itafika kipindi hizi dawa hizo unazozitumia za kuboost hazitafanya kazi yoyote, hazitakusaidia chochote, hazitakusaidia kabisa kitu chochote. Kwa hiyo cha kufanya, tatua chanzo cha tatizo. Kama ni pressure, kama shida ni pressure, tibu pressure. Kama ni sukari, tibu pressure, sukari. Kama ni matatizo ya moyo, tibu matatizo ya moyo. Kama ni vidonda vya tumbo na venyewe vinaweza kupelekea ukashindwa kuwa na performance nzuri, na penyewe pia kama ni vidonda vya tumbo, tibu vidonda vya tumbo. Kama ni bawasiri, utumie, utaona mabadiliko yake. Lakini wakati unatumia dawa hii, kuna vyakula ambavyo unatakiwa huo na vitumia mara kwa mara. Vyakula hapa, hivi vyakula ambavyo unatakiwa utumie na navifundisha video inayofuata. Kwa hiyo endelea kuangalia video inayokuja nyingine, hii itakusaidia sana. Vyakula hivi ambavyo unakuwa unavitumia mara kwa mara. Mtindo wako wa maisha unabidi wakati mwingine ubadilishe mtindo wako wa maisha. Endelea kunifuatilia. Asante sana. Naitwa Edi, niko Mwanza. Ofa yetu inaanza kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26. Tumebakiza tuseme siku moja au siku mbili tu ndio zimebaki. Kwa hiyo andika hapo neno kama unahitaji dawa hii, andika hapo neno kwamba ofa, afu mimi unitumie majina yako, sehemu husika ulipo. Baada ya hapo uniambie ni siku gani utaenda kulipia dawa yako. Hii sio mpaka usubiri mpaka tarehe 24. Hata leo hii unaweza ukalipia pia. Asante sana.